Ni katika kipande cha pili cha mashine safi kabisa. Yes, kutoka ndani ya mitambo Mafia Respective Family, na hapa ni kipenzi cha wana na madawa kama kawa, tunazidi kuongozana pamoja popote pale ulipo. Yes sir. Ndani na nje ya Tanzania mambo ni burudani sana, mambo ni shikidishida, mambo ni balaa. Mtone tuongozane pamoja katika harakati za burudani. Mashine safi hii hapa kupitia 0748943432. Hizo ndo namba zangu za WhatsApp. Basi unapohitaji burudani ni cheki mapema WhatsApp ili upate mwendelezo wa picha hii na picha nyingine kali. Lakini pia niko na Chidi, wanamuita Chidi Studio, kutoka kona zile pale za kujidai. Hiyo ni kona ya Kongo DRC huko. Yes, Misisi ndiko ambako anapatikana mwamba na usika katika uuzaji wa kompyuta pamoja na vifaa vyote. Yes sir. Vifaa vyote vya maofisini. Yes, zile diski GB tofauti unazipata kwa mwamba bila mashaka. Sogea ofisini kwake ili mambo yaende safi kabisa. Napotaja namba zake basi unazisave na mwisho unamtafuta mwanaume, unamuita Chidi Studio kwa huduma safi na bora zaidi. Ya bwana, mashine hii hapa. Twende sambamba, tusonge mbele katika episodi ya pili. Tunaanza hapa wakati mwanaume akisema kwamba hawezi kusubutu kushirikiana na ujamaa, sababu anaamini kwamba huo ni ufisadi wa taifa. Hataki kabisa kusema hilo jeshi la namba labda 76 huenda ni jeshi ambalo linatetea taifa. Anasema usiwe na wasiwasi, kifo si huruma, hara sio, yani hata siogopi. Lakini ninacha kusema, kaambia sikilizeni kwanza, tulieni. Wakati wa nasaba za chini za baba yangu aliwahi kuniambia kuhusu habari hizi za kuweza kulinda taifa, na alidumu katika mapigano ya kipindi hicho katika mji wake. Hakuwahi kuogopa kufa, sababu aliamini kutetea taifa ndo kila kitu. Alikufa katika mafanikio ya kuweza kulinda taifa hilo. Lakini kabla hajafa alinionya kwamba abadan aslan nisije kusubutu kuwa msaliti. Kwa sijawahi kuweza kuyaweka mbali maneno ya babangu katika kichwa changu. Sitasubutu wala sitavuta hatua hata moja au nyingine kwenda kusaliti taifa hili. Manake watu wengi walikufa kwa ajili ya taifa hili, walilinda taifa hili, wengi walipoteza maisha kwa ajili ya nchi yao. Aliongea maneno mazito kiasi kwamba huyu bwana alimchukiza sana bwana wangu. Akamwambia bwana Fange, anasema umezungumza jambo la haki na lenye kusikitisha. Najua kweli unahitaji kufa, nami sitakuwa na cha kukupa kingine zaidi ya kukupa kile ambacho nakitaka. Tafadhali tuongozane Shanghai na utuambie kuhusu habari ya jeshi la 46, yani 76, ili mambo yaende sawa. Ikatolewa amri akamatwe, asije akazungumza mengi zaidi. Ataenda Shanghai, atasema hicho, maana yake anatekwa sasa rasmi. Ataenda kupigwa kipigo, huko ndiko atakaposema. Yes, ingizwa kwenye ndinga namna hii. Ndani ya gari dereva yuko hapa. Mzee kabla kupanda bwana wangu alihisi kitu kisicho cha kawaida. Huyu dereva si mwenyewe aliyemwacha kwenye gari. Ghafla kumbe hawa ni wavamizi baba. Sasa ni lile jeshi maalum la kutetea ama kupotosha ama kutoa kabisa pesa bandia katika taifa hili. Kumbe liko hapa, inataka kuweza kumuokoa huyu bwana Fanga. Bwana tusepeni sasa. Yung Zhao, ni wewe mpumbavu tena? Yes,
onekana namjua huyu mshenzi. Bwana, cheki mashine hii. Huyo ni binti mashine. Bwana alizama kwenye ndinga, sasa ni wakati wa safari. Haraka haraka, kombora hili hapa. Tumesimama. Hizo. Ili jeshi ni balaa. Ilipotea dakika sifuri tu. Kiongozi, tumfuate. Nyamaza! Allah. Pando na asila mzee. Tukanilia mbali huyu binti. Fan先生, Bwana Feng, bwana nini shida? 苏座，已经派人去追踪他们的下落了。追不到。Taarifa huko 云昭，没听过他的名字。 zinajaribu kuweza kupangiliwa vizuri kwa umakini. 叫老猫的吧？ Kuona namna ya kuweza kufanya. 他，去年袭击咱们总部的那个人。没错，就相识了，在复兴社的时候打过交道了。 Maana mambo yameenda tofauti. 外界犯责之后， Wameshindwa kabisa kumpata mtu sahihi. Maana na amekorupuka pale. Sasa walikuwa na sakua ama kutafuta katika nyumba ya huyu mzee. Walifanikiwa kuweza kuona picha. 一个人都要 Ndani ya picha napaswa kuweza kuchunguzwa kwa makini. 明白。 Wanapaswa kuweza kuchunguza watu waliopo humu. 山雨欲来风满楼，事情才刚开始呢。吴云昭，咱们走着瞧。 Ni kutafuta watu wengi pamoja na huyu anamuita huyu Nzao. Huyu Nzao ni mtu ambaye anaonekana atatusumbua sana. Ni kumtafuta bwana huo. Anasema sikusema chochote. Hawakupata chochote. Najua. 挂了，保持体力。哎呀，这是累死他们。 范先生， 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 范先生. Bwana Fang ameaga dunia pale pale, lakini ndani yake alikuwa ameacha ujumbe ama barua maalum. Tunafanya nini bosi? 去武汉。 Nenda Wuhan. Wanapaita Wuhan. Ndani ya Wuhan ni huku. Ingia. Kuna mzee mmoja anaonekana anaingia katika maeneo haya. Anasema wewe mpumbavu, wewe mtazama kwa makini. Tazama. Alionyeshwa kitu pamoja na bosi wake namna hii. Huyu bwana aligombezwa baada ya kuonekana habari hizi zikisambaa. Ni dogo tu kumbe. Hii ndio iliyoandikwa. Je, kuna tatizo gani? Kuna tatizo gani? Maswali ni mengi ujue. Wajapani walishindwa kiasi hichi. Inawezekana vipi kitu kama hichi? Nini cha kueleza watu? Nini cha kueleza? Vituo vyote vya redio ya Kijapani tayari vishaeleza hizo habari. Inaonekana ni vita nzito ambayo inaendelea katika mpango huu. Unafikiri nitasema nini? Huu ni ukosefu wa nidhamu. Inamaanisha kwamba unasababisha vurugu pia. Kundi hili limeweza kufanikiwa kufanya kitu hapa Wuhan. Idadi ya watu wengi wanaweza wakafa kupitia jambo hili. Mheshimiwa, sijui hata nini cha kusema. Sielewi. Huelewi kivipi? Wewe ndio umefanya majukumu haya. Unafikiri ingekuwa Shanghai ingekuwaje sasa? Unajaribu kuweza kusababisha matatizo. Yaani unamaanisha wewe kama ni mtu uliyekufa tayari. Lazima uwe na subira. Usio unajaribu kusema mambo tu. Siwezi kuandika. Nyamaza, toka nje tena hapa. Nimekufukuza kazi. Sawa. Mzee sijui alichapisha habari za magazeti ambazo inaonekana bosi zimemkera kweli kweli. Wakati Mwamba anasema vituo vyote vya redio vya Kijapani vimetaarifu habari hiyo. Mwisho amefukuzwa kazi. Na sasa anaingia zake mtaani asijue nini la kufanya. Yes, ametimuliwa kazi ghafla tu baada ya kuandika taarifa ambazo anasema alizisikia katika vituo vya redio vyote vya Kijapani vikitangaza.
anakunywa zake pombe tu, ana muda. Sasa maisha yake yatakuwa ni maisha ya utatani sana. Hapa ni Wuhan, ambako hata wale bwana walisema wanapaswa kuja Wuhan. Mzee baba katika rumu yake, sijui huku zama ndani. Umefika mahala pabaya. Siwezi hata kuwa na nafasi katika maisha yangu. Najihisi nimepoteza kila kitu. Oho. Kulikuwa na watu wengi. Sijaelewa kwa nini kichumba kimekuwa hivyo. Kuna vitu gani vya thamani mmefuata nyinyi? Anasema wewe ndo mtu pekee wa thamani ambaye tunakutafuta. Na nitafuta kwa lipi labda? Anasema wewe ni mtu pekee ambaye tunaweza tukaongozana na wewe, ambaye unaonekana tajiri. Anasema wewe mimi tajiri kulishinda. Wewe ni tajiri. Usiongee upuuzi. Ulisoma katika chuo kikuu Tokyo huko Japani, si ndio? Sijui unazungumza mambo ya zamani yashasahaulika haya bwana, mimi sikumbuki chochote. Umecheki hizi habari zako? Unaona hichi ulichokiandika pia? Inasemekana amesoma Tokyo huko Japani. Mnanipeleka wapi sasa washikaji? Sielewi kwa nini, maana mmemteka maskini ambaye hana faida yote. Atawapa faida gani? Kaokokiwa kwanza ngoma. Maana ongea upumbavu na utumbo. Nimechoka hata hivyo kuishi. Natamani hata kufa bana. Kama wataka kuniua basi niueni mapema. Yes. Mwanaume alikamatwa mpaka hapa. Hapa ni wapi? Anasema tuna mambo ya kuzungumza na wewe. Kazi akaachiwa binti huyo. Anaitwa Suyaru. Mtoto wa kike mlimbwende wa kwanza tunaanza kupata jina lake. Suyaru, fanya kazi hiyo. Ni huyu binti mlimbwende balaa mno. Jina lake la ukweli anaitwa Wang Chiang. Huyu mtoto wa kike. Kwa nini umeniweka huku? Suyaru akianza akacheka, akashindwa kuwa serious. Nataka kumwonyesha vitu njoo kwanza uone kitu hapa. Hebu jitazame kwanza. Jinsi ulivyo mrembo. Jinsi ulivyopendeza. Angalia ukijisafisha kidogo humu utapendeza zaidi, unakuwa handsome boy kama Suneri. Acha bana. Kuongea mafumbo haya. Kwa nini kila kitu kimeshaandaliwa? Basi kila kitu inasemekana ameshaandaliwa ili akajisafishe awe handsome boy. Huenda atamfikia hata Suniri. Hebu twende ukaoshe uso wako, usafishe uso wako vizuri, uweze kuwa smart. Hajui kwa nini wamemkamata. Na hata mimi sijui kwa nini wamemfuata, lakini target ni Wuhan ambaye ndo amekuja kumshika huyo. Hem, niache basi. Anaogopa wanawake vibaya mno. Ogopa kushikwa asije akapata degedege. Basi ziliandaliwa nguo maalum kwa ajili yake. Ni suit special aliandaliwa hapo. Yes. Akitoka huko kujisafisha basi aweze kukaa katika mtoko mzuri. Okay. Huko pia vichaa, sema vipi? Kila mtu nadhani yuko vizuri. Kila mtu ameshajiandaa. Vijana, ni jeshi maalum, tulia. Nitakudadavulia mmoja baada mwingine. Kwa hiyo tulia kwa umakini, tunakwenda taratibu. Tayari kila kitu kimefanyika. Najua kwamba kuna mambo mengi ya kuyafanya. Nina imani kwamba tunaweza tukadili naye kama ataweza kukubali. Unafikiri ataweza kukubali hivyo kirahisi? Ngoja tuone, labda wewe ni mwendawazimu. Mnyamazeni bana. Kila mtu ana fikra zake. Lakini kikubwa nataka tufanye kile ambacho serikali inaamrisha, maana yake jeshi lao linaamrisha. Nadhani yeye ni kama mwendawazimu fulani tu hivi, ndo maana bosi.
Unaelewa vizuri kabisa nini unapaswa kuweza kufanya. Ndugu, najua kila kitu. Siwezi kusoma herufi ndogo ndogo hata kidogo. Ndio maana. Basi wakati ule mwanaume alikuwa akijiandaa huku akijisafisha awe handsome kama Suniri. Yes, akijiweka poa kabisa. Weka kwenye ndevu zake akavuta hiyo kisu blade fulani hivi. Kali vibaya mno. Yes, akitoa ndevu kujiweka awe handsome boy. Na nywele zake zinafanania na za Suniri. Naona kabisa ni singa fulani hivi. Yes, kaziraza namna hiyo. Sasa zile nguo ambazo alikuwa ameandaliwa ndizo ambazo anakwenda kuzivaa, lakini hajui anakwenda kufanya kazi gani na kwa nini amekamatwa. Yes, na tena sio kukamatwa tu, amezibwa hadi macho mpaka kuletwa huku. Inamaanisha hatakiwi ajue wapi alikuwa anaelekea. Ni mwanaume fulani hivi. Kwa nini amekamatwa ndo hatujui. Ngoja tukashuhudie na kuaje. Ndinga ililetwa hapa. Oho, huyu hapa kichawa kazi. Cheki kweli, eti handsome boy kabisa, lakini wapi anapelekwa? Ndo jambo la kujiuliza bwana. Huu ni mzigo wanaita The Stock. Na hapa mitamboni ni kipenzi cha wana Sunili DJ Barababa. Nikukaribisha katika episodi ya 3 ya mashine ya moto sana. Ciao.